Shani, ona watetea wanaume na kati ya wao wanaume ndio wanaoongoza kuwachezea mabinti na kuacha solemba. Je, kwa upande wako unalizungumziaje hilo swala? Mimi nalizungumzia kwamba hakuna mwanaume anayeingia kwenye mahusiano na binti kama hana malengo naye. Kila mwanaume anaanzisha mahusiano ambayo ana malengo naye. Lakini sasa wewe binti, wewe utakavyoonyesha tabia zako au mienendo yako ndio itafanya mwanaume endelee na yale mahusiano au aachane nayo. Wanawake wengi tunaachwa kwa sababu ya kushindwa kuvumilika tabia zetu. Yaani tuna vihuruka ambavyo tunavyo. Alafu sasa huwa tunaona hatuna dosari katika matendo yetu. Na hapo ndo changamoto inapoanzia kwamba ili mtu abadilike ni lazima yakubali makosa yake. Lakini 99% mwanamke kulikubali kosa lake, I swear for God. Yaani atazunguka huyo, atafanyeje basi lisamehe. Hivi. Kwa hiyo wanawake tunachotakiwa kujua kwamba ni lazima ukubali makosa. Na mtu hawezi kumbadilisha mtu ambaye anajiona yeye daima yuko perfect, hakosei, yani hana dosari kwenye matendo yake. Kitu kingine, wanawake tunahitaji kuwaamini wanaume ambao tupo kwenye mahusiano nao. Tunahitajika turidhike na tuamini huyu tuliye naye anatosha. Wanawake wengi sasa hivi wanaweza kuwa kwenye mahusiano na boy, lakini bado akipita barabarani akiombwa namba na mwanaume mwingine anatoa. Main point ya wewe kutoa namba na upo kwenye mahusiano au upo kwenye ndoa ni nini? Maana yake mwanaume wako ni humwamini. Kitu kingine, hakuna mwanaume ambaye anapenda kuwa chini ya mwanamke. Hata awe hana hela, hamna. Labda awe nzipe na wewe nzipe kuna siku itafika ataelewa. Hakuna. Wanawake kuna muda huwa tunataka kuwa na sauti zidi ya wanaume. Kwamba mwanaume awe chini ajishushe, wewe ndio uwe juu. Yaani mwanaume hata kama amekosea,